Hujambo na karibu. Kiongozi wa chama cha Democracy for Citizen Party DCP ambaye ni Rigathi Gachagua ameeleza sababu ya yeye kutojitokeza katika maadhimisho ya pili ya maandamano ya Gen Z, akidai kuwa kulikuwa na njama za kuchochea vurugu, uporaji wa biashara na kulaumu eneo la Mlima Kenya kwa vitendo hivyo. Katika mahojiano na gazeti la Nation, Gachagua alisema uamuzi wake wa kutoshiriki maandamano haya ulikuja wakati wa likizo yake ya kisiasa ya siku 45 nyumbani kwake wa Mnyoro, ambapo alikutana na wadau mbalimbali wa kisiasa. Aliyekuwa naibu rais huyu hakuonekana kabisa wakati wa washirika wake wa kisiasa ndani ya upinzani waliposhiriki maandamano katika barabara za katikati mwa jiji la Nairobi CBD kuwakumbuka vijana waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya Gen Z ya mwaka wa 2024. Kulingana na maelezo yake, alikuwa na ya kusema na ya nukuu: "Nilikuwa nimepata taarifa za kijasusi kutoka kwa mitandao yangu ya serikali, na ukweli ni kwamba kulikuwa na matarajio kwamba ningejitokeza mitaani, jambo ambalo lingetokea fursa kwa wahalifu na maafisa wa usalama wasio waaminifu kusababisha fujo," Gachagua alisema. Aliongeza na kusema ya kwamba mpango ulikuwa ni kuzua vurugu, kusababisha vifo na uporaji, kisha kuonyesha Mlima Kenya kama kitovu cha upinzani dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Mpango huo ulishindwa baada ya kuwashauri wafuasi wangu wakae mbali na mitaa. Mnamo Juni mwaka 2023, mnamo Juni tarehe 23 mwaka 2026, Gachagua alidai kuwa kulikuwa na mpango madhubuti wa kutumia magenge ya watu waliojeruhiwa katika kaunti teule wakati wa maandamano haya. Kumbuka ya kwamba Gachagua bado alisema ya kwamba pia anajali sana maslahi ya Gen Z, kwa sababu katika maandamano kama haya ndio unapata kwamba vijana wadogo wengi ambao wanapambania kesho bora yao na ya wengine huwa yanaathirika sana, kwa sababu wengi huwa wanauawa kwa njia ya utata na wengi kukamatwa na kupelekwa gerezani, jambo ambalo kulingana na Gachagua alisema ya kwamba aliona si vizuri kitendo kama hicho kuendelea, ndio maana alikaa nyumbani. Pili, amesema ya kwamba siku hiyo ya maadhimisho ilisadifu sana na likizo yake ya siasa, eti alikuwa na siku 45 za kupumzika, kwani kuna mambo ambayo anafaa kuyapanga. Kumbuka ya kwamba Gachagua ni mtu ambaye akona network kubwa sana, haswa kutokana na mambo ambayo yanafanyika ndani ya serikali, na yeye baadaye huwa anayafahamu na ya kuweka wazi. Hivi karibuni watu walishangaa sana eti kwa nini ama yeye hutoa wapi taarifa za siri kutoka kwa serikali, jambo ambalo linatatanisha watu wengi sana, lakini yeye anaamini ya kwamba bado ana umaarufu na yeye ndio kigogo wa Mlima Kenya, na atahakikisha ya kwamba anamuondoa Ruto kutoka uongozini. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi.